kuhusu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo wengi wanaitafsiri kwa tafsiri tofauti tofauti. Kila mtu anaielezea kwa namna yake. Sasa twende kwa njia iliyo sahihi katika hii hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, dhaka yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa fihi unzila ilayya. Baada ya kuwa ameulizwa Mtume, kwa nini unafunga siku ya Jumatatu? Mtume akasema, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa siku hiyo, lakini pia ni siku ambayo nimeshukiwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni siku ambayo nilifanywa kuwa mtume kuja kwa wanadamu wenzangu, kuwa mtume na kuwa nabii pia. Sasa hii siku kila mtu huwa anaichukulia labda kwamba ni dalili inayomaanisha mambo makuu yafuatayo, hasa watu ambao wanapenda kusherekea. Kwa mfano, kusherekea siku ya kuzaliwa, lakini pia wanaichukulia kama ni ruhusa ya kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa hiyo kuna watu pia wanatamani Waislamu wawe na mwaka mpya kama ambavyo mwaka wa miladi huwa inasherekewa mwaka mpya duniani, na kuna watu wanatamani duniani Waislamu washerekee mwaka mpya, bali wao wenyewe wanapenda, wanadhani labda kidini halina shida, lakini kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kuna shida kubwa sana kufanya mwaka mpya wa Kiislamu watu wanasherekea, yani kufanya kuwa ni idi katika Uislamu. Hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya. Hivyo basi tutaanza na mwaka mpya. Kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu ni jambo ambalo halipo, Mtume hakulifanya, masahaba hawakulifanya hilo jambo, lakini pia ni jambo ambalo linatia shaka katika nafsi kwamba hili jambo ni sahihi. Kama Mtume hakulifanya, masahaba hawakulifanya, na wala wafuasi wa masahaba ambao ni matabiina hawakulifanya, je, lina usahihi ndani yake? Ndio katika imani, jambo lolote ambalo halina dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na lilikuwepo na Mtume hakulifanya, hilo jambo halifai katika dini ya Uislamu. Kufanya ibada yeyote ambayo Mtume hakuifanya na wala hakuifundisha au hakuikiri, hiyo ibada inakuwa ni batili, sio sahihi. Kwa sababu asili ya ibada katika Uislamu ni haram, haifai kufanya ibada katika Uislamu. Haifai mtu yeyote Muislamu afanye ibada, hiyo ni haram, haifai. Lakini itakuwa ni halali na wajibu yeye kufanya ibada pale itakapokuja dalili. Sasa kuna dalili gani ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuamuru au kufanya au lilifanyika mbele yake na akalikiri na akalinyamazia kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu? Ni jambo lenye shaka ambalo halihitaji mtu kuliendea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man waqa fi shubuhati faqad waqa fi al-haram. Mwenye kujiingiza kwenye jambo la kutatanisha, yani umekaa jambo linakutatiza ukaingia kufanya jambo la namna hiyo, wewe umefanya haramu. Umefanya haramu ya wazi kabisa, kwa sababu ameshakataza jambo ambalo una wasiwasi nalo, ili ni halali au ni haramu, uliza. Na ukilifanya kwa kutegemea akili yako pasina kuuliza, wewe umefanya haramu, kwa sababu halali iko wazi na haramu iko wazi. Lakini kati ya haramu na halali kuna vitu vinachanganya, na miongoni mwavyo ni mtu kudhani kwamba kusherekea mwaka mpya haina shida. Kuna shida kubwa sana, kwa sababu unapoisherekea tayari umeliingiza kwenye maisha ya Muislamu, na maisha ya Muislamu ndiyo dini yenyewe. Maisha ya Muislamu yanapaswa yawe ni dini, kwa sababu dini ni mfumo ambao mwanadamu inatakiwa aishi katika mfumo huo mpaka siku ya Kiyama, na hana nafasi ya kujitenga na dini kwamba basi ngoja nifanye tu la binafsi mimi ili alihusiani na dini. Hamna nafasi, hamna dakika wala sekunde dini itakuwa pembeni na wewe pembeni na mambo yako. Hapana, mambo yote unayoyafanya yanatakiwa yawe kwenye mfumo wa dini, kwa sababu dini ni mfumo wa maisha ambao inatakiwa uishi, ambao ni mfumo salama na sahihi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Uishi ndani ya mfumo huo mpaka siku ya Kiyama, mpaka siku unaingia kaburini. Hivyo basi tujiepushe sana na mambo kama haya, hasa katika kipindi kama hiki. Watu wapo kwenye furaha, tumeingia mwaka mpya. Yani mtu alikuwa na miaka 20 juzi, leo tarehe 1 anafikisha miaka 21, anasherehekea birthday. Tunasherehekea mwaka mpya. Huo mwaka mpya ambao umeingia unausherehekea,
Huo unakusogeza kwenye umri wako kwa mwisho, unakusogeza kwenye umauti. Umeandaa nini? Bali inatakiwa Muislamu inapoisha siku, kabla hajalala ajitathmini, leo nimefanya dhambi gani, nitubu kwa Mwenyezi Mungu, na nimefanya jema gani ili kesho niongeze. Sio kukaa chini na kusherekea, kwa sababu mwaka unapoisha ukaingia mwaka mwingine, wewe tayari unasogelea mwaka ambao umeandikiwa mauti. Sasa unasherekea kifo, unasherekea kukaribia kufa. Ni jambo ambalo halipo katika Uislamu. La pili ni jambo la birthday, yaani mtu kusherekea siku ya kuzaliwa, kwamba birthday ya mtoto wangu leo, ni birthday yangu. Wanakusanya zawadi, wanakata keki, wanafurahi. Unakaribia kufa, unafurahi kwa kusogelea kifo. Ulikuwa na miaka 5 kabla ya kufika mwaka huu, kabla haijafika tarehe yako ya kuzaliwa. Imefika tarehe yako ya kuzaliwa ya mwaka kesho, tayari umebakiza miaka 4 ya kuishi. Mwaka kesho kutwa tayari umebakiza miaka 3. Hatimaye unasherekea kesho yake unakufa. Huna jema lolote ulilofanya. Kwa hiyo ndio katika imani, na wanasihi sana, jambo lolote ambalo unashaka nalo katika dini ya Uislamu, uuliza. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Na ukiuliza, waulize wale walio na ujuzi wa hayo mambo. Usiulize kila mtu, kwa sababu kuna ambaye atakupoteza badala ya kukuelimisha. Na mtu akileta hoja kwamba kama Mtume alifunga Jumatatu kwa sababu alizaliwa kwenye hiyo siku, na mimi nina haki ya kufunga siku ambayo nimezaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anafunga mwaka hadi mwaka, alifunga kila Jumatatu. Yaani kila wiki Jumatatu ipo, alifunga kila Jumatatu, alikuwa anafunga. Na wewe ambaye unafunga mwaka hadi mwaka, yaani tarehe uliozaliwa unafunga kwa mwaka, hiyo umeitoa wapi? Lakini pia tambua, Mtume ndiye aliyepokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ujumbe. Kwa hiyo chochote anachokifanya inakuwa ni ibada kwa umma, na inakuwa ni sheria kwa umma, na Mwenyezi Mungu anakuwa amekiridhia. Sasa wewe unavyofanya, dalili unaitoa wapi? Umewasiliana na nani kakuruhusu kwamba wewe kufunga kwa siku yako ya kuzaliwa ni ruksa? Nani amekuruhusu? Kwa sababu Mtume anawasiliana na Mwenyezi Mungu. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, na sisi tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema kama kweli mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuateni Mtume. Mtume kafunga Jumatatu na sisi tunafunga Jumatatu. Na wala hakuambia masahaba kwa kuwa mimi nafunga Jumatatu na nyie kila mtu afunge siku ambayo amezaliwa. Hakuambia hivyo, na masahaba hawakuwahi kufunga siku zao za kuzaliwa na hawakuwahi kusherehekea siku zao za kuzaliwa. Kwa hiyo mtu kukutengenezea maneno, hadithi kama Mtume alifanya hivi, kuona sisi tukifanya haya, yote ni mtu kukupoteza, na ni bid'a, ni uzushi katika dini ambao haupo. Dini imeshakamilishwa. Mwenyezi Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu. Lakini Mtume alitoa tahadhari katika hadithi, akasema innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Halali iko wazi, haramu iko wazi, lakini kati ya haramu na halali kuna mambo yanachanganya, ni la halali au ni la haramu. Sasa utafanya nini? Mtume akatoa njia sahihi ya kupita, akasema yeyote atakayepatwa na shaka katika jambo, basi afanye lile ambalo halimtii shaka. Lenye shaka achana nalo kwanza, mpaka utakapopata ufumbuzi wa hilo jambo ndio utalifanya. Na mwenye kufanya lenye shaka, huyo ameingia kwenye haramu. Kwa hiyo bila shaka, yeyote ambaye anafanya ibada yeyote, jambo lolote kwa shaka au kwa dhana kwamba huenda likawa ni halali, huyo mtu anafanya haramu kwa dalili ya hii hadithi. Huyo moja kwa moja anafanya haramu. Kwa tujiepushe sana Waislamu haya mambo mawili, birthday umeona, na mwaka mpya. Hakuna mwaka mpya wa Kiislamu, hakuna mwaka mpya kwenye Uislamu kusherehekea, bali huo mwaka mpya unakupa nafasi ya kujitathmini. Mwaka huu uliopita nimefanya nini, na mwaka huu nitafanya nini, na nimebakiza umri gani mimi kuondoka duniani? Nitaondoka na nini? Huko ninakokwenda nitakutana na nini? Malipo yangu mimi ni nini? Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum.